Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Leo ni Jumapili ya 5 ya Pasaka, na kutoka katika masomo ya leo tunapata dhima kuu tatu. Dhima ya kwanza ni kuweka vipaumbele katika maisha. Dhima ya pili ni kuhusu kuwadharau watu wengine, na dhima ya tatu ni kuwa na imani kwa Kristo ambaye ndiye master na mwalimu wetu. Kutoka somo la kwanza la Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 7, tunaona kwamba mitume wanaleta malalamishi kwamba wanawake wajane, kuna wajane ambao hawapati mahitaji yao ipasavyo. Mitume wanachofanya ni nini? Hawadharau ombi hilo ambalo limeletwa, malalamiko ambayo yameletwa, bali wanajua kwamba priority yao katika maisha ni kuhubiri neno la Mungu. Kipaumbele chao kikubwa ni kuhubiri neno la Mungu, lakini watu hawawezi kuwasikiliza, watu hawawezi kupokea neno la Mungu kama hawana amani, kama kuna malalamiko au mateso ambayo wanapitia. Hivyo wanachofanya ni kuchagua watu ambao watasaidia katika majukumu haya ya kugawa mahitaji ya kila siku. Hii inatufundisha nini katika maisha? Katika maisha yetu hatuwezi kufanya kila kitu. Unapokuwa kwa mfano kiongozi au una nyadhifa fulani katika sehemu fulani, unachopaswa kufanya ni kugawa majukumu. Watu wengine waweze kukusaidia kufanya pale ambapo utashindwa kufanya, kwa sababu katika maisha siku zote huwezi kufanya kila kitu. Kutoka somo la pili la waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote sura ya 2 aya 4 hadi ya 9, tunaona Petro anatuambia kwamba jiwe lililokataliwa limekuwa jiwe kuu la msingi. Katika maisha yetu huwa tuna tabia ya kuwadharau watu kutokana labda na status yao katika maisha au hali zao za kifedha au za kiuchumi au level zao za elimu. Lakini leo katika somo la pili tunapata kujua kwamba mtu yoyote ambaye anapumua ana uwezekano wa kupata mafanikio katika maisha yake. Hivyo tusimdharau mtu yoyote, aidha kutokana na status yake ya maisha, hali ya kiuchumi, hali ya kifedha, hali ya elimu au level ya elimu alionayo, bali tuheshimu watu wote na tuwape haki sawa na watu wote katika maisha, awe anacho au asiwe nacho. Katika somo la Injili kutoka Injili ya Mtume Yohane sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya 12, tunaona kwamba Yesu anatuambia yeye ni njia, ukweli na uzima. Yesu Kristo ni njia, ukweli na uzima. Lakini Tomasi anamuuliza Yesu amuonyeshe sehemu ambapo anaenda, na Filipo anamuomba Yesu amuonyeshe Baba. Lakini Yesu anatuambia kwamba kama tumemwona yeye tumeshamuona Baba. Yeye ni kweli, njia na uzima. Ni njia kivipi? Tunapaswa kuifuata njia ili tuweze kujua direction. Sisi wote hapa ni mahujaji katika matumaini. Lengo letu ni kufika mbinguni. Na tutapita njia gani ili kufika mbinguni? Ni kwa kufuata mafundisho ya Kristo ambaye alituonyesha. Ni kwa kufuata amri za Mungu. Ndipo tutakapojua kweli na kuifuata njia na kufika mbinguni ambako ndio destination ambayo tunaiendea. Filipo alipomuuliza tuonyeshe Baba, Yesu alisema tukishamuona yeye basi tumemuona Baba. Hii inaonyesha kwamba Yesu ni ufunuo wa Baba, wa Mungu Baba. Hivyo pia inaonyesha kwamba katika nafsi tatu za Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Mwana ambaye ni Yesu yaani ana uwezo sawa na Mungu Baba, yaani ni kitu kimoja. Kwa hiyo inaonyesha pia fumbo la Utatu Mtakatifu katika somo hili la Injili, kwamba tukishamuona Yesu tumemuona Baba. Kwa hiyo ni kitu kimoja. Mungu ni mmoja lakini nafsi ni tatu. Kwa hiyo wana nafasi sawa katika maisha yetu ya kila siku. Hiyo tunapaswa kuwa na imani. Yesu anasisitizia imani. We have to trust, we have to believe in him. Bila kumwamini Mungu hatuwezi kufanikiwa katika sala zetu, hatuwezi kufanikiwa katika kile ambacho tunamuomba. Hiyo tunapoomba tunapaswa kuamini kwamba Kristo atatusaidia katika matatizo yetu, atatusaidia katika shida zetu, atatusaidia kupata kile ambacho tunakiomba kutokana na mapenzi yake na wakati ambao ni mwafaka kupata kile ambacho tunakiomba. Hivyo katika Jumapili ya 5 kwa kufuata dhamira hizi tatu, kwamba
tunapoishi tuwe tunajua vipaumbele vyetu na tuweze kuwasikiliza watu ambao wanatuletea malalamishi na tusolve matatizo kwa hekima na busara. Pia tusiwadharau watu wengine bali tuwaheshimu na kuwapa nafasi sawa kila mtu katika jamii. Pia na mwisho, tunapaswa kuwa na imani thabiti kwa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Tumsifu Yesu Kristo.